Anataka kusoma engineering. Huyu mzee akamwambia utasoma engineering, utasoma political science. Ndio ile ndoto ilikuwa ya babu yako ifike. Akachukua kijana akapeleka India, kijana akasoma kuanzia 1995 mpaka 1998. Kijana wakati huo akaanza kuwasiliana na mtu anaitwa Mandela. Alipomaliza shule, Mandela akamwambia kabla huja graduate kuja unisalimie. Alipofika huko akapewa kofia nyingine ya kuwa mkubwa ama kinara wa wanafunzi katika Afrika. Baada ya kuja Kenya akarudi ndio wa graduate arudi Kenya. Alipofika huko kijana tukaambiwa alichomwa na stima akafariki. Familia ya Kimathi ikingojea mwili, ikingojea mtu walipata mwili. Damula na history ni muno na mudhuri huyo. Fast forward. Kabla tujaanza hii campaign, huyu mama Mukami alitumana kwa huyu mzee. Mimi nikakutwa na familia yake na jamii yake, wakaniambia mama Mukami ile safari huyu mzee anaenda wanataka kumbariki. Tukaenda Komoroko. Tulipoenda Komoroko, huyu mama akaomba tu kitu kimoja. Anakaa kwa nyumba ya kukodesha. Huyu mzee amnunulie nyumba. Huyu mzee akasema tutafute nyumba, nyumba ikapatikana ya National Housing. Huyu mzee akalipa, si tukaenda campaign, ikasemekana nyumba imalizwe vizuri. Kwa bahati ya Mungu, familia ya Kimathi walipata mfunguo ya hiyo nyumba hiyo wiki iliyokwisha, ndio mama Mukami ya kuja afariki. Tuko pamoja watu wetu? Mnanisikia? Mnanisikia? Mutikimuhurero hii. Niamwendete kana ndamwendete. Niamwendete kana ndamwendete. Leo ni murona siasa igiko thiini wa mathiko. No andu matirori arugendo ruria mutumia ucio akoretwo naru. Koguo tagikuyo tutikae ukoragwo ati andu aria maratuteithia wakinya handu irio tugathie mwena uria tugatuika niyo turahura ona ntukugia na kirumi. Koguo ni ndamuthaitha muhoe rucio ugakorwo kwina thayo tondu turaigua kwina maundu maingi muno mabangitwo na tugakorwo na gavana. Muhoere nginya gavana wanyu twathie mathiko tugagicoka twi moyo mwathani aromurathima. Asante sana family ya Mutigaire Bishop, Your Excellency Raila Amolo Odinga, ona inyue andu a Murang'a muriega. Ngai ni mwega, ngeithia yuguo menye ngeithi icio ni cia mukinyira. Tuga Ngai ni mwega hindi ciothe, ona riria turaigua ta riu tuhengekete ngoro tukauga ati no wega kuga Ngai ni mwega. Ndimurehere ngeithi na rambirambi cia andu a Nyeri, majirani anyu na family yitu. To the family, please receive our condolences. Niturehoka ati ni muikara munyitanite na mwendaine uria maitu angirendire muikare mwendaine. Ndikwaria muno ni ndiraigua ni munogete na nyambe njuge ni sorry muno ni undu wa guka tucereirwo. Tulikuwa mazishi huko Yata, nituguthiite kwina mheshimiwa gwitwo Honorable Mutiso wiriga gututigan na tuma mathiko kuu yuma mitha ya Gatoreki ni iyo nditinithagio koguo tweterera. So your bishop, please, this is not a sign of disrespect. Mutuohere ni undu wa guka tucereirwo. Ngirikia njuge we continue to pray for this nation. We continue to pray for especially political hygiene. Nitukinyete handu tukona ati mundu nigetha athurwo kana nigetha atugirio, especially here in Mount Kenya, no nginya akorwo muteti wa kurumanaga, muteti wa kwaga thoni, muteti wina maundu maingi. Nituge ati kanitha na hoi Ngai muthi na mbere gutuhoera tondu twarora especially beau njithe nituraigua tu, you know, to very discouraged. The role models that we are giving them in terms of leadership,
ni andu matari na mitugo mwega. So we pray, we continue to pray for this nation and to pray for Mount Kenya, especially nigetha tuikare na urumwe na nigetha tuhote gutwara gitego giki kia Mount Kenya haria tungienda gikinye. Asanteni sana, Ngai murathime. Yangu itakuwa machache. Mimi nikiwa hapa niko nyumbani. Na mimi nafurahia kwa sababu nyinyi ni watu wangu. Nyinyi ni kama familia yangu. Mlikaa na mimi, mkanituza, mkanikuza kwa miaka 10 kama gavana wenu. Kwa hivyo mimi nikiwa mbele yenu na kuanga mtoto. Kwa sababu tumeshiriki pamoja na mmelimpatia heshima ya kutosha. Hiyo nyingine ni mshukuru kwa sababu ya kuja kufariji nasi, kuomboleza nasi na kuja kumwaga mama yetu. Hiyo ni heshima na mmekuja kwa wingi na tunashukuru kwa hiyo. Naweza sema mambo mengi zaidi kuhusu mama. Lakini ile moja ambayo amenifanyia ni kunipatia familia. Kwa sababu yeye ni mama ya bibi yangu. Kwa hivyo yeye ndiye shosho ya watoto wangu. Mtu anaweza kuachia almasi, dhahabu na mashamba mingi. Lakini yule ambaye anakuachia familia ndiye ambaye anakuachia kile kilicho na dhamana zaidi. Kwa hivyo the legacy which she left to me wakiwa na baba Jerry ni familia yangu. Kama sio yeye mimi singekuwa na familia. Na kwa igirebo already. Niti wadu ito. Na mundu agekuwa family ri. Ito kinyo muhurire thurutia. So my main salute to our departed mom is that she left me and our wider clan and our community with a family. Na ndimushokerie ngatho muno mena ithe wa Jerry who left us 12 years ago. Hiyo miaka 12 ambayo Silas, who was my father, who is still my father-in-law, passed on, we were under the care of our mother-in-law. Alikuwa yeye ndiye baba na ndiye mama wa familia hii. Ametutunza, ametulida na hakuja kuwa na chochote ambacho kimembidi atafute usaidizi kutoka nje ili aweze kuweka pamoja hii familia yetu. She has been my father-in-law and my mother-in-law at the same time. A role which she played perfectly. Kwa hivyo tukimwaga kwa sababu baba alienda beleni, we are bidding goodbye to somebody who was taking a dual role. Kazi ya mama na kazi ya baba. Na akaifanya kwa ustadi mkubwa. Na kwa hivyo ninamshukuru na ninamtuma akikuta baba amwambie tuko salama na alifanya ile kazi ambayo alikuwa amemwachia. Hiyo nyingine ni ya kwamba yeye alikuwa amejitayarisha. Na alikuwa ametayarishwa na Mungu pia. Aliitwa tarehe 1 mwezi wa 5. Hiyo ni Labor Day. Hiyo ni sikukuu kote ulimwenguni ya wafanyikazi. Lakini kwa sababu kazi yake ilikuwa imeisha, kukafanywa sherehe ulimwenguni kote. Na siku ya wafanyikazi, yeye akaacha kazi yake hapa ulimwenguni na akaanza kazi nyingine katika ufalme wa Bwana. Kwa hivyo that coincidence ya tarehe 1, si tunaona hiyo iliudwa na Mungu, kwa sababu hiyo ilikuwa matangazo kwa ulimwengu kwamba mama yetu amekamilisha kazi yake hapa ulimwenguni. So to us, every Labor Day will be a mark of the day when our mom accomplished her mission in the world and started on a new mission in the everlasting kingdom. Hiyo nyingine ni kwamba sisi tunaumia na hatukuwa tunatarajia kwa sababu hakuwa mgonjwa sana. Lakini yeye kwa sababu alikuwa mcha Mungu,
alikuwa anajua, na nitamueleza ni kwa nini. Hiyo tuligundua baada ya yeye kutuacha. Baada ya mom kwenda, katika Biblia yake kulikuwa na karatasi. Na nafikiri hii, kama hiyo Biblia haigefunguliwa, hiyo karatasi haigepatikana. Hiyo ni kuonyesha yeye alikuwa mcha Mungu na alikuwa anajua siri zake zote anaziweka kwa Biblia. Ile karatasi ambayo ilipatikana, hiyo ndio imeandika ama imetumika kuandika historia yake yote. Alikuwa ameandika historia yake yote mpaka hiyo siku, na akaiweka kwa Biblia in point form. Hiyo karatasi ndio ilichukuliwa sasa ikaandikwa kuwa hadithi yake, lakini alikuwa ameelezea kila kitu. Kwa hivyo hatukusumbuka kutafutia historia ya mama, kwa sababu historia yake ilikuwa kwa Biblia. So actually ni kama historia yake ilikuwa chapter moja ya Biblia, kwa sababu alichora chapter akaweka hapo ndani. Yetu ilikuwa ni kuchukua na expound kidogo na kupeleka kwa printer. Alikuwa ameandika historia yake. Ukiangalia hiyo mambo mawili, sisi hatuna chochote cha kusema. Alikuwa ametayarishwa na Mungu, akafanywa sikukuu ulimwenguni na akatupatia historia yake, na ile ambayo tunafaa kufanya ni kumuaga kwa neema. Kwa hivyo hata kama tuna moyo ambao una nguvu, tunasikia uchungu, sisi tunajua kwamba mama yetu ameenda mahali pema peponi, na pia alikuwa amejitayarisha. Hiyo nyingine ni kwamba yeye alikuwa mambo mengi kwetu. Alikuwa mama, alikuwa mwalimu, alikuwa shosho, alikuwa sister to many, alikuwa auntie na mengi. Lakini kuna kitu kimoja ambacho alitusaidia nacho. Yeye alikuwa muibaji sana. Na unajua watu wanasema muziki ama wimbo ni sabuni ya moyo, ya roho. Yeye alikuwa anatuosha kila siku. Roho zetu zikichafuka anatuosha. Na wakati nichaguliwa kuwa governor, aliuda wimbo. Hiyo wimbo aliiba katika stadium ya Murang'a. She was a composer. Hata tune ni yake, words ni zake. Kila wakati tukiwa na sherehe, hata kama ni birthday, anauda mpya. Kwa hivyo tulikuwa tunatarajia sherehe zaidi ili tupate wimbo mpya. Yeye akiandika kitabu kama ya Golden Bells. Hata wakati nilichaguliwa mwisho, niliibiwa tu. Kwa hivyo alifanya familia yetu iwe a singing family. And you know, a singing family is a happy family. Even a singing church is a happy church. Riu tureyuria riu no ritu inagira. Ujo niguo thina uria witu munene. Tunaweza jaribu kuiba, lakini sisi hatuna mtu wa kutuibia. And that Lord brought together our family strongly. Kwa sababu alikuwa na select words ambazo zinahusiana na ile mambo tunafanya na vile anaona kifamilia. Ile hawezi sema kwa mdomo, anaisema kwa wimbo, na tunashika kwa roho. Hapa usicheze. Sisi tunajua ni nani tumepoteza, na tunamuomba Mungu amweke pema kule peponi. Tutakutana na yeye akienda asalimie Baba Jerry, salimie Aisa na wale wengine wote ambao walikuwa wamemtangulia. Na yeye kazi yake sasa ni kutuombea baraka. Pia nikimalizia ni mshukuru askofu na huyo askofu mwingine na kanisa. Tumetumia karibu wiki mbili kabla tumwage, kwa sababu bishop alisema hiyo ni kazi yake. Alikuwa rafiki wa kanisa na rafiki ya Yesu. Kwa hivyo bishop, hukupata wakati, ukasema lazima ufanye hii ibada na timu yako na bishop mwenzako, tunamshukuru. Hiyo nyingine nikimalizia,
leo tuna wageni. Na ili nifundisha watu wetu kitu. Mgeni mmoja anaitwa baba. Akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Naweza tafuta marafiki wengi, lakini wakati wa msiba siwezi tafuta marafiki. Huo wakati marafiki ndio wanakutafuta. Kwa hivyo mtu akijiuliza ni kwa nini baba amekuja, hata mimi sijui, lakini ni kwa sababu ni rafiki. Mimi nina dhiki, amenifaa kwa dhiki, na nina marafiki wengi sana. Kwa hivyo baba, chukua shukrani kutoka kwa familia yangu, kwa sababu kuna wengi. Wewe umejialika na nimesema asante kwa niaba ya familia yangu. Hiyo nyingine nitaenda kidogo niguze siasa kidogo, lakini askofu sio sana. Lakini unajua mimi ni mwanasiasa, kwa hivyo nitasema ile inafaa kanisa. Unajua hii taifa ni yetu zote. Makabila 43 na 4. Na ukitaka taifa ianguke, leta uhasama wa ukabila. Watoto wetu sisi kama Wakikuyu wanafanya biashara Kisumu, wanafanya Kapenguria, wanafanya popote. Wakiwa huko hawaishi na sisi hapa, wanaishi na wengine. Urafiki kati yetu na makabila 43 hata huko kwa Biblia. Kwa sababu kukiwa na uhasama, sisi hasa Wakikuyu ndio tutaumia zaidi. Sisi ni wengi na sisi huwa kila mahali tukijitafutia. Kwa hivyo ningeomba wanasiasa tuhubiri umoja wa taifa, na hasa kutoka kwa nchi ya Wakikuyu, kwa sababu shida ikipotea, wale wakuumia kwanza ni sisi. Kwa hivyo wale ambao wanahubiri siasa za ukabila kati ya Wakikuyu na Wajaluo waende kanisa. Hiyo uhasama sisi hatutaki. Wakalejini ni marafiki zetu, Wabaluya ni marafiki zetu, Wajaluo na kila kabila. Wale wote ambao wanamuandama baba. Sasa kwanza nitamwambia kwa nini anaitwa baba, kwa sababu nimegundua. Huyu ndiye university ya siasa Kenya. Ukiwa ili uwe mwanasiasa hodari, lazima upitie kwa mikono ya baba, kwa university ya baba. Hao wote, Kalonzo Musyoka alikuwa ODM, amelishwa na baba. Speaker wetu Wetangula alikuwa ODM, amefikishwa hapo na baba. Speaker wa hiyo nyumba nyingine na baba. Rais Kenyatta alikuwa ODM na baba. Rais wa taifa alikuwa Mwandama, yule wa kwanza wa ODM wa baba, na yeye ndiye rais wa taifa kwa wakati huo. Kwa hivyo yule ambaye anakuambia usigie kwa baba ni kama mtu anaenda kwa chuo kikuu cha kifahari, anasomea medicine, anakuwa daktari wa kifahari. Wewe hataki uwe daktari kama wewe, kwa hivyo wewe usipitie hapo ili usipate funzo na masomo. Hiyo ni mnafiki. Huwezi kuingia kwa university iliyo bora zaidi ya udaktari, Nairobi University, na yule daktari ambaye alikufundisha wewe unaniambia mimi nisiende kwake na mimi nisome. Wewe ni mulaghai. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Kwa hivyo mimi ukiona nikitembea na baba, mimi si mjinga, au wanataka nisiwe welevu kama wao. Walitembea huko wakapata shahada, wakafungua shule zao, sasa ndio wanatutawala. Lakini Wailia ili asipate shahada asipitie hapo, nitapitia hapo, baba unisomeshe. Hiyo nyingine, baba yako hawezi kukufunza. Ukihitimu na wewe unaweza kutukana yule alikuwa baba yako, wewe utapata laana. Hata ni bora unyamaze. Wale wote wamepitia kwake, wakipata shahada, wakifungua duka za hospitali zao,
wanaanza kutukana yule waliwafunza waokoke. Unaweza fanya siasa bila hasa kutumia matusi na bila kuwahujumu wale ambao wamekufanya ufike mahali umefika. Na ndio sababu mimi, kwa sababu niliacha siasa za Murang'a kidogo, hata sisubuage Kang'ata ili aseme ni mimi nataka kufanya siasa za kitaifa, na mwalimu wangu wa kwanza atakuwa baba. Wewe baba unifundishe kabisa, na uzibakishe lesson kidogo ili hata mimi niife nikue kama wao, na pia nikue kiongozi wa Kikuyu. Huwezi kuwa kiongozi wa Kikuyu kama hujapitia kwa makabila zingine. Utakuwa kiongozi wa hapa Murang'a tu. Kwa hivyo mkiniona niko huko mnanipigia makofi na waambie baba ile ambao hakuwafundisha anifundishe, ili wakati kifika tunauda taifa pamoja na tunapata viongozi wa kesho. Na nimesema hivyo kutoka kwa moyo wangu, kwa sababu mimi sipendi siasa za ukabila. Wacha kidogo tu. Kwa hivyo nimesema hivyo kwa sababu imefika wakati watu wakionekana na baba, watu wengine wanasema huyo ni mtu mbaya, na wao wamekaa na wao miaka nenda miaka rudi. Kwa hivyo ile ambayo tunafuata, na nataka kushukuru kanisa ya Anglican, ni maslahi ya mwananchi wa kawaida. Mimi siwezi kuona mwananchi akiumia ati kwa sababu naogopa nipige makofi. Wabunge wetu wote waambiwe hiyo bill ya kuongeza gharama ya maisha ikienda huko waangushe. Na mkae kwa TV muone kama Dede anaangusha. Akiangusha makofi kwa Dede. Asipoangusha unamuuliza kwani unafanyia nani kazi? Na wengine nani huyo? Hiyo nyingine, nataka kuwashukuru kanisa ya Kianglikana kwa sababu ya kuchukua hiyo msimamo. Hatuna shuki na mtu, lakini tunataka kuona gharama ya maisha imeshuka na taxes zimeenda chini. Sitaki kusema mengi. Asante kwa kushikilia familia yetu kwa wakati huu. Nataka kumwalika baba ili alete risala yake. Karibu Mheshimiwa Raila. Askofu na makasisi wa kanisa, waombolezaji wote ambao wamefika hapa, muregarengi mwadhani arogoshio henda shudhi. Asanteni sana. Mimi nimekuja hapa siku ya leo kwa sababu ya rafiki yangu Mwenge wa Iria. Aliniambia mimi ya kwamba yeye amefiwa na mama mke wake. Nikamwambia mimi nitajaribu, ingawaje niko na matanga kule upande ya Yata, lakini nitajaribu kufika hata kama ni dakika chache peke yake. Sasa mimi nina furaha hii sherehe inafanyika katika kanisa ya Anglikani. Mimi ya Raila Amolo ya kibatizo, nibatizwa katika kanisa ya Anglikani kule Maseno. Baba yangu alikuwa mwalimu huko, na akatupeleka sisi kwa kanisa kwa mara ya kwanza. Akiulizwa ati huyu mtoto mpatie jina, akasema Raila Amolo Odinga. Yule padri ambaye alikuwa kwa pale akasema pana, mtoto hawezi kubatishwa na jina ya Kiafrika. Tukafukuzwa kwa kanisa, mimi na ndugu wangu wawili. Sasa baba yetu akaandika barua kwa Archbishop of Canterbury, ambaye ni mkuu wa kanisa yetu Kianglikani, kupitia kwa mkuu wa hapa Kenya.
Baada ya mwezi mmoja barua majibu kutoka kule Ulaya ikasema sio hakuna marufuku mtoto anaweza kubatizwa na jina ya Kiafrika. Ndio tukarudi kanisani na mimi nikabaptizwa Raila Amolo Odinga. Hiyo jina yangu ya Kikari. Sasa tumekuja kwa harusi ya mwisho ya mama Mary Nyambura. Mama yangu vile vile anaitwa Mary. Mimi ni mwana wa Mary. Sasa tumekuja kusema pole kwa wale ambao wameifiwa. Maana yake najua kifo inaleta uchungu mingi zaidi. Tunasema pole ni sana kwa kumpoteza mama. Lakini maisha mpaka iendelee mbele. Sasa mimi jana niliona taarifa ilitolewa na kanisa yetu ya Kianglikani, ikanifurahisha. Nikasema hewala. Manake juzi mliona mimi nilienda mahali naitwa Shakahola. 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 Manake watu tulikuwa wamesema mambo mengi zaidi ambayo ilifanyika kule Shakahola. Kasema mimi nitaenda nishuhudie kwa niaba ya Kenya wengi ambao hawajafika huko. Nikafika pale kwenye mlango nikazuiliwa nisiingie. Naambiwa kwamba hapa sasa uchunguzi unaendelea. Hakuruhusi mtu aliingia hapo ndani, hata waandishi wa habari hatutaki waingie hapo ndani. Nikasema uchunguzi ya aina gani fanyike ambayo watu wanazuiliwa? Kama watu wamekufa hapo na mnafukua kama kaburi ili mtoe mizoga ya watu, hakuna siri hapo. Hiyo inatakana wengine waingie pale ndani wajue kitu gani kinafanyika hapo. Kitu gani maana inafichwa huko. Atunaambiwa mama, wewe kunywa hii ili ukufe uende baraka. Aende aone mema kabisa. Hiyo ni kanisa aina gani? Hiyo ni kanisa aina gani ambayo inaua watu kiholela? Hiyo si kanisa ya shetani. Hiyo ni shetani. Na shetani afanye nini? Shashindwe. Ilikuwa niliona vioja sana, nikasema haya haijafanyika katika taifa letu, ni mara ya kwanza. Ni vioja. Na tumelaani vitendo kama haya vikali sana kama Wakenya. Sasa mimi nimekuja hapa kwa marafiki. Watu wetu wengi wajui urafiki ambaye tuko naye hapa. Pale mimi niko hapa, nikuja kuzika rafiki yangu hapa. Mbeleni nimekuja hapa kwa matiba. Pale naitwa Embassy House. Nilikuwa kujaga hapo na kaa na matiba hapo kutoka asubuhi mpaka jioni. Narudi kwangu Nairobi. Matiba amenitembesha mimi eneo hii yote mpaka kule Kahuhia. Akanipeleka mpaka nyumba pale ambaye yale leo na baba yake alikuwa mwalimu hapo na alisoma hapo katika Kahuhia. Nikatembea kila mahali hapa. Unajua Matiba, Kenneth Matiba na mimi na Charles Rubia tulipinga utawala ya chama kimoja. Na tukasema
Lakini pamoja na yote tukaendelea. Mimi niliwachwa baada ya mwaka moja. Walipotokuwa nataka kunishika mara ya 4, nikatoroka nikaenda nje ngambo huko. Lakini tukule tumekutana na Matiba kule London. Tukubaliana kwamba tutaendelea na mapambano. Tukafanya hapa tena mapambano maandamano. Mpaka mwishowe Nyayo akalazimishwa kutoa hiyo section 2A. Tukakubaliwa kuwa na vyama vingine. Kwa hiyo mimi nikija hapa, mimi nakuja kwa marafiki. Tena kijana yangu ameoa hapo Kandara. Mimi nakuja kwa Adoni. Mimi ni mdhoniwa. Si mimi ni mdhoniwa. Si nikija kuna ubaya. Kuna ubaya. Mimi nakuja kwa rafiki, na hiyo rafiki ilianza zamani sana na baba yangu. Yeye na Kenyatta. Wakati ile wa Mau kulikuwa na shida sana. Watu wengi walishikwa ni Mau walifungwa jela. Wengine wapeleka kule Manyani. Wengine kule Hola. Kule kwenye ziwa Victoria, kule kwetu, kule iko visiwa viwili. Moja inaitwa Mageta, nyingine inaitwa Oyamo. Mau walikuwa wanafungwa huko. Ziwaruru Kanja walifungwa kule Mageta Island. Walikuwa wanateswa, wanatolewa mchana, wanakuja kufanya kazi kwa barabara, alafu usiku wanapelekwa kule kwa kisiwa. Sisi wanafungwa huko, manake najua ukitoroka utazungumza na mamba ndani ya maji. Sasa tukakaa kwa namna hiyo. Jaramogi akaenda huko kwa bunge, akapiga mkombora huko. Akasema ati Mau walikuwa ni watu ambao walikuwa wanataka kukomboa nchi yetu. Na akasema Kenyatta ndiyo kiongozi wetu. Baadaye sasa kaanza Uhuru na Kenyatta, Uhuru kapatikana. Kwa hivyo urafiki kati ya Wakikuyu na Wajaluo ilitoka zamani mpaka sasa. Na tumesema sisi hatutaki kuona siasa ya ukabila katika taifa letu. Mimi nikisimama hapa, nasimama kama Mkenya. Na mimi ningependa kuona kama Wakenya wote wanaungana wanakuwa kama kitu kimoja. Sawa sawa. Kwa hivyo tukipinga kitu, tunapinga tu kwa sababu ya maslahi ya Wakenya. Sasa tumesema wananchi wanatoa ushuru. Serikali mpaka itoze watu ushuru ndio iweze kutoa huduma. Lakini ushuru juu zaidi inaumiza wananchi. Unaweza kukamua maziwa mpaka sasa maziwa hakuna, damu ndio inatoka kwa matiti. Ndio sababu sisi tumepinga ushuru ambao unatozwa hapa kwa wale mahasla. Ulisema utalinda mahasla. Sasa mama mboga ananyanyaswa kwa mboga yake pale mpaka utoe ushuru. Kijana hasla ameanza biashara kidogo hii ya ICT, anatoza ushuru kubwa zaidi. Wamama ambao wanashuka nywele na kupaka makucha rangi, sasa wanatoza ushuru. Wamama sasa hata mambo ya kurembesha hakuna tena. Je, hii ni ungwana? Hii ni ungwana? Tukisema hiyo ni mbaya, tumefanya makosa. Tumesema ushuru mkitaka tuelewane. Unataka kutoza mtu ushuru ili ujenge yeye nyumba. Ulize yule ambaye anataka nyumba, akubali yeye atatoa. Na yule ambaye ana nyumba anatoa ya nini? Anatoa ya nini? Kwa hii mambo ya kujenga manyumba ni vizuri, lakini kuna wengine tayari wako na manyumba. Hakuna haja kutoa hiyo toza hiyo ushuru. Hayo yote ni sababu sisi tumesema hiyo sio sawa. Ukisema tutoza ushuru, watu waketi chini
wazungumuze, waelewane. Mwisho sisi tumesema tunataka hapa, kuna vyama hapa, chama hiki na kadhalika. Kama wewe ulichaguliwa kwa chama cha UDA, baki kwa UDA. Ukitaka kutoka kwa UDA, rudi kwa wananchi. Sio umalaya ya siasa tumesema tuwache. Lakini haya yote tumesema sisi nataka tuungane zote pamoja kama Wakenya. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Kanisa, asanteni sana kwa kunisikiza, na mtusema sisi tutatoa kitu yetu kidogo hapa. Asanteni sana. Asante sana, situpige makofi ya kilo. 1 2 3 1. No gutwirira njira ya muthiire. Okay. Leta uhasama wa ukabila. Watoto wetu sisi kama Wakikuyu wanafanya wa wanafunzi katika Afrika. Bala kuja Kenya akarudi ndio graduate arudi Kenya. Alipofika huko kijana tukaambiwa alichomwa na stima akafariki. Familia ya Kimathi ikingojea mwili, ikingojea mtu walipata mwili. Damula na history ni muno na mudhuri huyo. Fast forward. Kabla tujaanza hii campaign, huyu mama Mukami alitumana kwa huyu mzee. Mimi nikakutwa na familia yake na jamii yake, wakaniambia mama Mukami, ile safari huyu mzee anaenda wanataka kumbariki. Tukaenda Komoroko. Tulipoenda Komoroko, huyu mama akaomba tu kitu kimoja. Anakaa kwa nyumba ya kukodesha. Huyu mzee amnunulie nyumba. Huyu mzee akasema tutafute nyumba ikapatikana ya National Housing. Huyu mzee akalipa, si tukaenda campaign, ikasemekana nyumba imalizwe vizuri. Kwa bahati ya Mungu, familia ya Kimathi walipata mfunguo ya hiyo nyumba hiyo wiki iliyokwisha, ndio mama Mukami ya kuja afariki. Tuko pamoja watu wetu? Mnanisikia? Mnanisikia? Mutikimuhurero hii. Niamwendete kana ndamwendete. Niamwendete kana ndamwendete. Riu ni murona siasa igikwo thiini wa mathiko. No andu matirori ya rugendo ruria mutumia ucio akoretwo naru. Koguo Tagikuyu tutikae ukoragwo ati andu aria maratuteithia wakinya handu ithuĩ tugathie mwena ũrĩa tugatuĩka nĩyo turahũra ona nĩtũkũgĩa na kĩrumi. Koguo nĩ ndamũthaitha mũhoe rũciũ gũgakorwo kwĩna thayũ, tondũ tũraigua kwĩna maũndũ maingĩ mũno mabangĩtwo, na nĩtũgakorwo na gavana. Mũhoere nginya gavana wanyu twathiĩ mathiko tũgagĩcoka twĩ muoyo. Mwathani aromũrathima. Asante sana family ya Mutigaire, Bishop, Your Excellency Raila Odinga, ona inyue andu a Murang'a muriega. Ngai ni mwega, ngeithia yuguo menye ngeithi icio ni cia mukinyira, tuga Ngai ni mwega hindi ciothe, ona riria turaigua ta riu tuhengekete ngoro tukauga ati no wega kuga Ngai ni mwega. Ndimurehere ngeithi na rambirambi cia andu a Nyeri, majirani anyu na family itu. To the family, please receive our condolences. Niturehoka ati ni muikara munyitanite na mwendaine uria maitu agirendire muikare mwendaine. Ndikwaria muno ni ndiraigua ni munogete na nyambe njuge ni sorry muno ni undu wa guka tucereirwo. Tulikuwa mazishi huko Yata, nituguthiite kwina mheshimiwa gwitwo Honorable Mutiso wiriga gututigan na tuma mathiko kuu yuma mitha ya Gatoreki niwe iyo nditinithagio koguo tweterera. So your bishop, please, this is not a sign of disrespect. Mutuohere ni undu wa guka tucereirwo. Ngirikia njuge
We continue to pray for this nation. We continue to pray for especially political hygiene. Nitokinyete hadu tukona ati mundu nigetha athurwo kana nigetha atogerio, especially here in Mount Kenya, no nginya akorwo muteti wa kurumanaga, muteti wa kwaga thoni, muteti wina maundu maingi. Nituge ati kanitha na hoi Ngai muthi na mbere gutuhoera tondu twarora especially beau njithe nituraigua to very discouraged gukorwo ati the role models that we are giving them in terms of leadership ni andu matari na mitugo mwega. So we pray, we continue to pray for this nation and to pray for Mount Kenya, especially nigetha tuikare na urumwe na nigetha tuhote gutwara gitego giki kia Mount Kenya haria tungienda gikinye. Asanteni sana, Ngai murathime. Yangu itakuwa machache. Mimi nikiwa hapa niko nyumbani. Na mimi nafurahia kwa sababu nyinyi ni watu wangu. Nyinyi ni kama familia yangu. Mlikaa na mimi, mkanituza, mkanikuza kwa miaka 10 kama gavana wenu. Kwa hivyo mimi nikiwa mbele yenu na kuanga mtoto. Kwa sababu tumeshiriki pamoja na mmelimpatia heshima ya kutosha. Hiyo nyingine ni mshukuru kwa sababu ya kuja kufariji nasi, kuomboleza nasi na kuja kumwaga mama yetu. Hiyo ni heshima na mmekuja kwa wingi na tunashukuru kwa hiyo. Naweza sema mambo mengi zaidi kuhusu mama. Lakini ile moja ambayo amenifanyia ni kunipatia familia. Kwa sababu yeye ni mama ya bibi yangu. Kwa hivyo yeye ndiye shosho ya watoto wangu. Mtu anaweza kuachia almasi, dhahabu na mashamba mingi. Lakini yule ambaye anakuachia familia ndiye ambaye anakuachia kile kilicho na dhamana zaidi. Kwa hivyo the legacy which she left to me wakiwa na baba Jerry ni familia yangu. Kama sio yeye mimi singekuwa na familia. Na kwa igire boreri. Niti wadu ito. Na mundu agekuwa family ri. Ito ginya muhurire thurutia. So my main salute to our departed mom is that she left me and our wider clan and our community with a family. Na ndimushokerie ngatho muno mena itha wa Jerry who left us 12 years ago. Hiyo miaka 12 ambayo Silas, who was my father, who is still my father-in-law, passed on, we were under the care of our mother-in-law. Alikuwa yeye ndiye baba na ndiye mama wa familia hii. Ametutunza, ametulida na hakuja kuwa na chochote ambacho kimembidi atafute usaidizi kutoka nje ili aweze kuweka pamoja hii familia yetu. She has been my father-in-law and my mother-in-law at the same time. A role which she played perfectly. Kwa hivyo tukimwaga kwa sababu baba alienda beleni, we are bidding goodbye to somebody who was taking a dual role. Kazi ya mama na kazi ya baba. Na akaifanya kwa ustadi mkubwa. Na kwa hivyo ninamshukuru na ninamtuma akikuta baba amwambie tuko salama na alifanya ile kazi ambayo alikuwa amemwachia. Hiyo nyingine ni ya kwamba yeye alikuwa amejitayarisha. Na alikuwa ametayarishwa na Mungu pia. Aliitwa tarehe 1 mwezi wa 5. Hiyo ni Labor Day. Hiyo ni sikukuu kote ulimwenguni ya wafanyikazi. Lakini kwa sababu kazi yake ilikuwa imeisha, kukafanywa sherehe ulimwenguni kote. Na siku ya wafanyikazi, yeye akaacha kazi yake hapa ulimwenguni na akaanza. Na siku ya wafanyikazi, kwa hivyo that coincidence ya tarehe 1, si tunaona hiyo iliudwa na Mungu kwa sababu hiyo ilikuwa matangazo kwa ulimwengu kwamba
mama yetu amekamilisha kazi yake hapa ulimwenguni. So to us, every Labor Day will be a mark of the day when our mom accomplished her mission in the world and started on a new mission in the everlasting kingdom. Hiyo nyingine ni kwamba sisi tunaumia na hatukuwa tunatarajia kwa sababu hakuwa mgonjwa sana. Lakini yeye kwa sababu alikuwa mcha Mungu, alikuwa anajua. Na nitamueleza ni kwa nini. Hiyo tuligundua baada ya yeye kutuacha. Baada ya mom kwenda, katika Biblia yake kulikuwa na karatasi. Na nafikiri hii kama hiyo Biblia haigefunguliwa, hiyo karatasi haigepatikana. Hiyo ni kuonyesha yeye alikuwa mcha Mungu na alikuwa anajua siri zake zote anaziweka kwa Biblia. Ile karatasi ambayo ilipatikana, hiyo ndio imeandika ama imetumika kuandika historia yake yote. Alikuwa ameandika historia yake yote mpaka hiyo siku. Na akaiweka kwa Biblia in point form. Hiyo karatasi ndio ilichukuliwa sasa ikaandikwa kuwa hadithi yake, lakini alikuwa ameelezea kila kitu. Kwa hivyo hatukusumbuka kutafutia historia ya mama kwa sababu historia yake ilikuwa kwa Biblia. So actually ni kama historia yake ilikuwa chapter moja ya Biblia, kwa sababu alichora chapter akaweka hapo ndani. Yetu ilikuwa ni kuchukua na expound kidogo na kupeleka kwa printer. Alikuwa ameandika historia yake. Ukiangalia hiyo mambo mawili, sisi hatuna chochote cha kusema.